na zamu zao ndani ya masaa 12. Siku ina masaa 24, lakini tutajifunza nusu yake. Tambue utawala wa giza na zamu zao ndani ya masaa 12. Utambue utawala wa giza na zamu zao ndani ya masaa 12. Sema amina. Amen. Ni kwamba utawala wa giza, Bwana asifiwe. Kwa wale wasiofahamu na fili nijieleza, Bwana Yesu asifiwe. Nikiongea hivi vitu visimshtue. Mimi nimezaliwa kidogo kule gizani. Kwa Yesu akanipa neema nitaongea vitu ambavyo pengine kwa hivi sikia msishtuke kwa sababu mchungaji mchawi nilikuwa huko, tulitoka huko. Amina Ayo, nakufundisha lengo kubwa ni kukuandaa kwa ajili ya maombi. Hatukufundishi siri ya vitu hivi imradi ufichue tu. Tunakufundisha kwa lengo la kufanyaje? La kuomba. Lakini nimepita baadhi ya maeneo, watumishi wengi na wachungaji wengi wanapinga hichi kitu. Anakuambia wewe ukatuambia habari za shetani kanisani, lakini anapinga Biblia yenyewe imemwandika shetani. Bwana Yesu asifiwe. Si lengo kukufundisha uchawi, ndio maana nakuletea vitu vitakavyokujenga, sio vitu vitakavyokubomoa wewe. Kuna vitu mtu akikufundisha anakufundisha uchawi. Sasa nakufundisha vitu vitakavyokusaidia kushindana na adui yako. Hauwezi shindana na adui usiyemjua. Hauwezi kushindana na wachawi usiojua wanafanya kazi yao vipi. Yesu anasema ni yupi mfalme kwenu aendaye kufanya vita asiyekaa chini akapiga hesabu ya jeshi alilonalo na adui yake namna alivyo? Ni yupi? Bwana Yesu asifiwe. Maana yake anasema ni muhimu kabla ya kuanza vita ujue adui yako amejipangaje. Kabla ya kuanza vita ujue adui yako ikoje. Sasa siku yenye masaa 24 ameigawa kwa masaa 12. Kuna idara zinazotenda kazi kwa kila zamu. Naposema zamu namaanisha wakati uliotengwa, kwamba saa hii mpaka saa hii tufanye jambo hili, wakati huu mpaka wakati ule tufanye jambo fulani. Wakati pasa anaongea kwa habari ya muda. Bwana Yesu asifiwe. Umesikia vizuri? Kila kitu kina wakati. Sasa na wao wamegawa wakati ili washindane na wewe. Kwa hiyo saa 12 ndani yake ina zamu 4 ambayo wamezigawa wao ili watimize mipango yao. Bwana Yesu asifiwe. Siku yenye masaa 12 ina zamu